sio kutoka. Anamwambia angalia kwa macho tu. Yesu akasema makahaba na wazinzi watakuwa wa kwanza kuingia ufalme wa mbinguni. Ninyi wana wa ufalme mtatupwa nje. Akaja tafakari nini, kaogopa. Paulo na yeye akiwa ametokewa na Mungu na akampa mafunuo mengi, akaandika nyaraka nyingi kuliko waandishi wote Agano Jipya, karibu nyaraka 14. Anamaliza, lakini anakumbuka Musa alifanya nini. Alitembea na kanisa jangwani, lakini hakuingia Kanaani. Akawaambia tafadhali mimi chapafani barikiwa niingie mbinguni, alafu mimi akasema haleluya, haleluya, haleluya. Mimi nachuchumilia taji, mimi si wahubiri wengine, mimi nikaachwa. Hapo ndipo mahali pa kuogopa. Unajua tendo la Mungu kumtenga Adamu ilikuwa ni mchezo. Adamu nao ameumbwa, alikuwa kwa mfano wa Mungu Bwana, na hao walikuwa kwa mfano wa Mungu Bwana. Mungu hakuwa na misheni mingine isipokuwa ni Adamu na Hawa. Yuko mbinguni anamwazia mtu mmoja tu, anashuka anaongea naye. Lakini huyu alipokosa kujua nafasi yake kwa Mungu, akamsikiliza akajua majira haya Mungu shuka, akaenda akajificha, akakimbia mbele za uso wa Mungu. Mungu anafika pale hakumkuta, akauliza Adamu uko wapi? Nimeficha. Akaogopa kwa sababu walikuwa uchi. Halo? Akaogopa kwa sababu wakati mwingine tunamwogopa Mungu. Hali ya kuogopa ni hali ya kujitetea na kuepuka hatari iliyo mbele yetu, hii ambayo inaashiria kuondolewa uhai wetu. Mtu anaweza akaogopa kwa sababu tu anaogopa jehanamu ya moto. Mimi nafikiri ikiwa hivyo